Sitaki kusema naogopa ulimwengu na wajua, japo yatauma mambo yanatama bora kupotezea, wenye maneno mengi wanaoangalia wala ubaya sijengi, wote na wapotezea wenye maneno. Kilichokuleta Gubu? Nimepata amani. Amani? Amani gani unaongea wewe? Amani which? Amani where? Umeniacha mimi hapa nikiwa mjamzito Gubu, tena mimba changa. Unaikataa, unasema sio mtoto wako. Leo unasema unataka amani. Amani ipi? Napataje amani kwa mtu ambaye ni adui yangu? Wewe ni adui yangu. Napataje amani kwa mtu ambaye najua kabisa ni adui yangu? Hebu niambie. Nitaamini vipi kama wewe umefuata amani akati wewe ni adui yangu? Salma. Niambie Gubu. Salma, ipo reason behind mimi kufanya hivyo. Pokea hiyo simu tutafute hiyo amani unasema tunatafuta amani. Pokea hiyo simu. Nimekuja kuongea na wewe kwanza. Pokea hiyo simu. Ndio umetafuta simu, umefuata amani wewe. Pokea simu. Tuipate hiyo amani. Naomba upokee simu. Unazungua bwana, vipi mbona ukokei? Hapo sikia sasa hivi nikwambie. Wewe ukatuambia kwamba tukifanikiwa kumpata mapema huyo, bora anaongeza mzigo mwanangu, changamka tumpate huyo mtoto. Sasa kuna zani wangu hiyo. Sawa. Oya. Oya. Vipi babu? Bora yani mwanangu, yani hata ujiongezaje hata siku moja. Mtoto uko wapi sasa mwanangu? Tunakosa madili haya kwa sababu ya yuko wapi mtoto mwanangu? Unakuja unanishangaa na mbicho wako. Mtoto uko wapi babu? Tukapige michongo ya pesa hiyo.
Kama madili ungekuwa hataki unasema basi. Sikuelewi na kupigia simu ongei unakaa tu. Sasa unamaanisha nini mwanangu? Hivi nini? Una haka. Sasa kama sina haka si ningeshakufa mimi rafiki yangu. Sasa mtu anaishije bila hii? Hivi unavyoongea hivi unajua jinsi gani ambavyo umenichomesha au unaongea tu? Sasa babu, kama unaona mimi nakuchomesha, kwa nini sasa umepokea simu za nini? Si ungekausha na ungenuna na mimi ningejua hapa mchongo hapa, ningejua kabisa nini kinaendelea. Sasa unapokea simu unamaanisha nini? Wewe mwenyewe ndo mgaigai babu. Kama kufanya madili na walevi staki rafiki yangu. Ndio anakuambia acha alkoholi mbaya hizo babu. Sio kosa michongo hela kibao hiyo rafiki yangu. Sasa tunafanyaje mtoto? Tunampata vipi? Babu, mchongo uko wapi? Wewe na vipi babu bila salamu na salamu kitu gani? Salamu ya nini? Sasa songea na wewe. Babu, mchongo uko wapi? Mimi basi sijachukua mtoto yote yule. Yaani umeondoka nyumbani dakika 2 tu mtoto wangu simuona, sasa unaniambia mtoto wangu nini? Usinitanie ujue. Sitaki masuala kwenye vitu vya msingi ujue. Sitaki masuala kwenye mtoto wangu ujue. Hebu naomba uniambie mimi mtoto wangu uko wapi bwana? Sitaki kuelewa kwa kweli, naomba mtoto wangu. Mtoto wako muone? Ndio simuoni. Usinichanganye ujue, usijifanye ujue. Kilongero. Naomba naomba tusitezene akili, sawa? Kilongero tena jamani. Pombe hizo. Najua unajua mfumo mzima yani pombe nilichoongea mwanzo pombe. Nyinyi mnamchanganya. Pombe hizo mimi muda wote nipo hapa sasa, huyo mtoto mimi nampeleka wapi baba? Kwa mnaanza kupeleka mpira na mtoto wangu. Mimi nampeleka wapi? Haya. Sema mwenyewe nampeleka wapi? Unaanza kuniambia mtoto wangu. Hivi unajua uchungu wa mtoto kweli? Naomba ukanionyeshe mtoto wangu alipo sasa hivi. Usiniletee masiara kwenye mtoto wangu. Mmeshaanza kupigana mipira na mwenzako hapa. Mtoto wangu mnamchanganya ujue. Nini? Niambie. Okay, sawa. Mtoto wako najua alipo. Yuko nyumbani. Twende kwa mchukue mtoto wako. Twende ukanionyeshe mtoto. Alice, umekaa hapa kwa muda mrefu eh? Nimekaa muda mrefu sana. Hivi nilikuwa nakaribia kuondoka. Niambie.
Huwezi amini. Jana nimepigiwa simu eti wananitaka nirudi tena kazini. Na mimi siko tayari. Unajua fika tulivyoponea chupuchupu. Yaani tumenusurika na bado hamna yoyote hata aliyejali. Kiukweli siko tayari. Nikajua niko mwenyewe. Ina maana hata wewe umekupigia simu? Ndio. Unajua hata mimi siko tayari kabisa kufanya ile kazi tena. Maana unajua mimi saizi nimeshaolewa. Na soon nitaenda kuitwa mama. Hao watoto tunaowapelekea huku hatujui hata wanafanywa nini. Hata wakongo wakija kuzaliwa huyo si atakuja kuchukuliwa kama wengine. Kwa kweli mimi siko tayari kuendelea na hiyo kazi. Siko tayari kabisa. Kwa kweli mimi siko tayari kabisa kuendelea na hiyo kazi. Siko tayari kabisa. Basi sasa tunafanyaje? Tutafute namna ya kuwaepuka. Hapa ni lazima tutafute namna tuwaepuke. Na tukiwaambia direct sisi tunataka kuachana nao, hawezi wakatuacha salama. Tutafute namna. Tujue jinsi gani tunawaepuka. Mashosti. Vipi? Pendeza. Kelele wewe. Mashosti zako nani hapa? Yangu wewe na wewe. Mimi sibagui anazika simjui. Tabagua nani mimi? Unaenda wapi? Mimi nipo tu hapa sina chochote nimekaa napita. Nani leo kutuma kuja kutuchunguza? Mie. Niangalie juu mpaka chini. Jamani naweza kumchunguza nani mimi mtoto? Nani ulikuwa unampigia simu? Napigia tu washikaji wanangu mimi nimpigie nani jamani nimwambie mimi sina upelelezi. Kwanza unaponiona nafanana na upelelezi. Eti jamani shosi. Kwamba sasa hatuja kuona au? Jamani, mimi na uchunguzaji wapi na wapi? Nafanania na upelelezi mimi. Ni nani ulikuwa unampigia simu? Sijampigia mtu. Mimi mwenyewe tu nilikuwa najiongelesha. Shobo, mimi shobo. Wewe. Kwamba sasa hatuja kuona. Niona. Kwamba sasa hatuja kuona. Niona. Sasa nisikie popote. Sina tabia. Yaani tuyasikie popote. Mimi potea. Kofia. Kofia nini huko?
Vipi ndugu yangu? Freshi. Mbona upo peke yako? Kaka yuko wapi? Tulikuwa Luzano huko, akaenda nyumbani kwake. Mimi najua mpo wote, maana nyumbani hajafika. Labda ana mitikasi yake nyingine mtaani. Vipi ndugu yangu, umefikia harakati zipi za kumtafuta yule mtoto? Wewe acha ndugu yangu, yaani mtoto mwanangu sasa hivi tunakaribia wiki ya pili sijui atumpati na hisi yaani muda wote na saa wote naweza nikaenda jela mwenzako mimi. Kweli? Kia Mungu tena. Mimi leo nimekutana na mdada. Amesema anaweza akawasaidia. Akatusaidia sisi? Kumpata mtoto? Kweli? Niambie. Huyo mdada wewe mfupi hivi. Ni mfupi. Afu ana minywele. Ana milasi. Alasi. Jeni ushaniua rafiki yangu, ni matatizo yanakuja kila muda kwangu mimi. Hapana, yule dada ni mwema. Lasi ana roho mbaya, hawezi kunisaidia chochote mimi ninavyokuambia. Lasi nishakutana naye yule. Wewe mimi kaniamisha. Nasema nikupeleke pale nilipokutana naye ili akuelekeze. Akwambie kanini mnapenda kuendelea kutafuta huko mtaani. Simtafia jela nyinyi. Kilongelo anakwenda kufa Lasi. Hapana, yule mtu ni mwema. Twende. Ishia hapo hapo. Umekuja kufuata nini nyumbani kwangu? Na kuuliza wewe. Happy. Nimekuja kuongea na wewe Happy. Ili iweje? Wewe unahisi mimi na mtoto hapa? Unahisi mimi na mtoto hapa? Habari zako zote ninazo. Au unahisi mimi sielewi kinachoendelea? Happy. Hayo ambayo unayasikia huko sio, naomba nisikilize. Naomba hata dakika 2 tu nikueleze. Bobu, huna muda wa kuongea na mimi. Si unaelewa? Huna muda wa kuongea na mimi. Unahisi habari zako sina? Unachukua watoto wa watu, unawapeleka huko na kuwapeleka. Mimi sina mtoto. Au unataka uchukue na kizazi changu chote upeleke huko, si ndio? Happy, sijamaanisha hivyo, usifike huko. Naomba hata dakika 2. Gogo. Halafu sasa cha kustajabisha. Uliniambia kuwa wewe huna mtoto. Si ndio? Ndio kweli mimi sina mtoto. Sitaki kuamini. Yaani wewe unadiriki hata kumchukua mwanao kumpeleka huko. Uko serious kweli? Naomba nisikilize. Hapana, sitaki kusikia maelezo yako. Happy. Naomba nisikilize. Sitaki. Happy. Gogo. Nitakuitia mwizi. Nitakuitia mwizi sasa hivi. Tusifikie huko, hebu nisikilize. Mwizi. Happy. Basi. Mwizi. Mwizi. Basi. Ondoka. Unataka kuniharibia mudi, si ndio? Nyo. Kichefuchefu wewe. Nyo.
Vipi? Kwema? So kwema. Na tatizo? Mwanangu, unakumbuka yule jamaa alikuwa anatufuatilia siku ile kule? Nimefanya utafiti wangu. Nimegundua yule jamaa na wenyewe katika familia yao wamepotelewa na mtoto. Na mpaka dakika hii naongea wanatafuta mtoto. Na unakumbuka yule mshikaji alitusikia sisi maongezi yetu yote kwamba tulikuwa tunataka kuacha kazi na hivi alitusikia. Na kama wameenda kuripoti kituo cha polisi, unafikiri mimi na wewe tupo katika wakati gani? Kusema kweli, yani hapa hali si shwari. Tupo katika wakati mgumu sana rafiki yangu. Uje wangu huu hapa ni kuja kukuambia tukae mkao wa kula. Muda wote, saa yoyote kinaweza kikanuka. Sasa kwa utafiti uliofanya mpaka hapo ulipofikia, umepata jibu gani? Bado sijakamilisha. Na mpaka sasa bado naendelea kufuatilia. Nilipata uhakika zaidi. Lakini la muhimu sana yani kama mkao wa kula. Jiandae muda wote, saa yoyote. Tukicheza ovyo tunaweza tukafia jela. Sawa.
kugeuka nyuma. Ni vipi? Umeona nini? Si jengo lile, sijui ofisi, sijui nini. Kwa haraka haraka unaweza ukaisi ofisi, tena ofisi inayojishughulisha na gesi, lakini si hivyo. Pale ndipo maovu yote unayojua wewe yanafanyika hapo. Machafu ya kila aina, ikiwemo na biashara ya kuuza watoto. Hii issue ishakuwa kubwa hii. Tulipoti polisi tu. Hao washashindikana. Hata ukiwaripoti polisi itakuwa haina maana, kwa sababu watakaa masaa mawili, watakaa masaa mangapi, wanaonga pesa zenu wanatolewa, na wakishatolewa unajua habari yetu itakuwa imeisha hapo. Hawakawi kutumaliza. Na si unaona tumekaa huku mbali, wako na ulinzi mkubwa sana. Yaani ulinzi wao ni wameuimarisha, kamera kila mahali. Tukijichanganya tusogee hata watu watatu hapa tumeisha. Kwa hiyo na mtoto wetu si yupo humu? Nina uhakika atakuwepo. Kwa sababu tunampataje? Tuna karata moja iliyobakia. Ipi hiyo? Bosi mkuu wa ile ofisi ana urafiki na daktari. Kuna daktari yupo karibu naye. Huyo daktari ni raia tu wa kawaida, hataki kujionyesha kama yeye anahusika pale. Unaonaje tukamteka nyara huyo daktari ili atupatie siri zote tuweze kuingia pale? Mwisho wa siku tuchukue mtoto wetu. Hilo nalo neno. Lakini wakijua tumeisha, ujue fikira langu wewe. Wakitambua habari yetu inaishia hapa. Ninakufa jamani mimi. Haina jinsi, itabidi tufanye hivyo. Liwalo na liwe. Unaweza kaniambia ni unaweza kaisi wakina nani wale wanaweza kumteka huyo daktari? Kumteka kwa mazingira gani? Vipi kuhusu watoto nao? Wako salama? Okay. Basi jitahidi saa 2 hivi tukutane kambini. Kama shida. Fanya hivyo basi. Tutazungumza kambini.
Amka uko mpuzi. Na nini kwa babu hapa? Wala si. Nipe mafuta, unamlembea sana huyu. Mafuta? Nyamaza. Mafuta mnataka kunifanya nini tena? Chezo ni. Hivi. Angalie. Unahisi tulikuwa tuna uwezo wa kumaliza? Unahisi kwa nini tumekuacha? Hatuja kuumiza, hatuja kufanya nini? Uwezo huo tunao. Lakini shida yetu ni moja. Tunataka kufahamu. Unapata faida gani unaposhirikiana na wale wapumbavu? Wauaji. Miaka yote hiyo unafanya kazi. Miaka yote hiyo unakubali kufanya kazi haramu. Uone kama unahatarisha maisha yako na maisha ya wale viumbe ambao hawana hatia. Mimi binafsi nimeachana nao. Sikutegemea kama ungepokea simu yao na kurudi kufanya kazi na wale tena. Bamoki. Na kuomba ungana na sisi. Mimi siwezi kuungana na nyinyi. Si unamlembea sana. Najua kwamba wewe mjui yule bosi ndo maana. Ila yule ni mtu mmoja hatari sana. Mimi ndo namfahamu zaidi kuliko unavyomfahamu wewe. Ukikataa hutaondoa mguu wako hapa. Shambenga yake anatutisha. Kubali kuungana na sisi tukawakomboa wale watoto. Mbona sisi tumeachana naye na tunaishi maisha fresh tu? Tunaongea naye kama mchumba yetu yani. Ni rafiki yangu wewe. Angalie. Wala si haina maelezo huyo, kama hataki niachie mimi. Basi unamlembeshea sana, sijui unamjua, sijui mwanao. Bamoki. Fanya kazi na sisi. Lengo letu ni moja tu. Tukawakomboa wale watoto. Unajua nimekaa nimefikiria sana. Nimekuja kugundua kwamba uko sahihi sana. Unajua yule bosi alikuwa anatundesha sana. Alafu hakuna hata faida ambayo tulikuwa tunaipata. Kikubwa zaidi tu tulikuwa tunafanya mambo ambayo ya kijinga, hayastahili kuwa katika sehemu ya jamii inayotuzunguka. Imagine unafanya kazi kubwa lakini familia yako inapata tabu, inateseka, unapigiwa simu kwamba nyumbani kuna shida fulani, unashindwa hata kuisaidia. Sasa hiyo kuna kazi ama ni ujinga tu? Kwa hiyo wewe uko sahihi sana. Kikubwa zaidi ninachotaka kukuambia ni kwamba mimi nimeona ni bora niungane tu na wewe. Alafu kuhusiana na swala zima la yule bosi, information zake zote nazijua. Kwa hiyo kikubwa zaidi mimi nataka kuungana na wewe kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wale watoto. Mimi niseme asante. Basi nipe ratiba, tunaanzia wapi tunaisha wapi? Kikubwa zaidi wewe nenda kajiandae, alafu andaa watu wako. Zeni mimi nitakupigia simu. Alafu nitakwambia pangilio kamili.